Long sexual unions raise sexual strongholds or altars. Ukishikana na mtu mbaya kimapenzi ambaye hauruhusiwi muwe na yeye, mtasaidiana kuinua gome ama madhabahu ya kimapenzi. Na shida ya madhabahu ya kimapenzi, ukishainua a sexual altar, it controls and rules your life. Na ni hiyo inasema ni nani mtapendana. Inakutafutia mtu, inalete mtu complicated tu kama wewe. Mnapelekana miezi 6, unamwambia away with you, naye anakuambia away, lakini amekuashia another mark. Na diposa unaona kuna wasichana utasikia wakisema, mimi mshugaji, nimefika umri ya kuolewa, lakini ni wanaume wa wenyewe tu wanakuja kwangu. It is a sexual altar that does this work. Haya pastor, mimi nimefika kuolewa, lakini vijana wote wa kanisa hili kama mimi tu wanaona, wananiuliza. It is a sexual altar. Inakupatia magnet. Mpaka unaona pastor mzima na ameoa anakuangalia na macho ya kukuuliza. Na unaona huyo nikimpa time ataniuliza. It is a sexual altar. Na watu wale wako na altar kama hiyo, they can do sexual sins with anybody effortlessly, because there is a supervising power in the spiritual realms inawasaidia kufanya hivyo. Na kwa hivyo kila kijana hako hapa amefanya sexual sin, unahitaji urepent vizuri. Hapana cheza na laini hiyo ulichukua. Isipokuwa uwe ulichukua huyo madam akawa mke wako, muende na yeye sasa. Na suspect majority yenu hamuna wife. Lakini if you are involved in a sexual sin, that is an altar you created with that person, and you became one flesh. Then you must disconnect. You must remove that altar. Ndio uwe single again. Is there a sexual altar at home? Then you will suffer sexually here. Mambo ya mapenzi italete shida maishani mwako. Itafanya ulie machozi continuously. Hiyo ni kusema ya kwamba nyumbani si kuzuri. Na kama nyumbani ni kuzuri, sexual matters will make you happy. You'll be smiling all the way. Marriage makes you smile. Everything. Na diposa unaona watu wengine wakisema hapa wataoana. Hata sisi tunakuwa forced kuoba. Na unajua kuoa wewe na kuolewa, hiyo ni shughuli zako. It's your personal business. Mimi nikioa mlikuwa. It's personal. Lakini sasa hii personal ya wengine hapa ina force zote tuingilie. Kwa sababu kuna mambo amefanya si mazuri. Kwa hivyo akisema ataoa, shaitani zote mpaka grandmother zao zinakuja.